nadhani tukisema ni muda sahihi au sio sahihi, kila mtu atakuwa na mtazamo wake, kwa sababu klabu kama klabu iliamini wakati watu wanakuwa na lamentation kuhusu mwalimu, watu wana malalamiko kuhusu mwalimu, wao waliamini wanaweza kuendelea kumpa nafasi ya mwalimu kuendelea kufundisha. Lakini hiki ambacho kimekuja kutokea, kuvunja mkataba na mwalimu, ni kutoridhishwa na kile ambacho kimetokea. Na kila timu huwa ina taratibu zake. Kuna timu mabosi ama wale viongozi wa juu wa klabu ndo wanakuwa na nafasi kubwa ya kuamua. Yaani wao pressure yao ndo inaweza kuamua kiongozi, ama kama ni kocha ama mchezaji anaweza kuondoka kwenye klabu ama akasalia. Lakini kuna vilabu ambavyo mashabiki pamoja na wanachama ndo wana nguvu kwenye kufanya decision kwa kiasi kikubwa, kwa maana wao wakitengeneza pressure, basi timu inaweza ikaruhusu watu wakaondoka kwenye hiyo club. Ngoja nikupe mfano. Ukirejelea Nottingham Forest, baada ya kupoteza mchezo wao dhidi ya Chelsea, walimfukuza kocha, na hii ni baada ya uongozi wa klabu ambao waliamua moja kwa moja kumfukuza kocha. Lakini ndani ya msimu huu tayari wameshafukuza kocha mara mbili, na hiyo sio ni pressure kutoka kwa mashabiki, ni pressure kutoka kwa wao wenyewe viongozi, kutoridhishwa na mwenendo wa timu, wakaamua kuachana na kocha. Na ishatokea mara kadhaa, watu wanalalamika kwenye baadhi ya vilabu kuhitaji kocha aondoke, lakini viongozi wanakuwa na imani na mwalimu, wanaamua kumbakiza. Kwa hiyo tunapokuja kuzungumza ishu ya mwalimu Romain Folz, lazima tutambue kwamba klabu ya Yanga ni klabu kubwa, klabu ambayo ina taratibu zake, sawa, na kuna kitu ambacho inaamini. Wao wanaamini kwenye standard ya kupata matokeo zaidi. Inawezekana mwalimu Romain Folz akawa ni mmoja wa walimu wazuri ambao wamepita Yanga, lakini hakufanikiwa kukipandikiza kile kitu ambacho watu walikuwa wanakihitaji, kwamba hata kama unatengeneza timu, kitu cha kwanza ni lazima uwe unapata ushindi, pata matokeo mazuri wakati timu unaendelea kuitengeneza. Lakini watu walikuwa wanafanya lamentation kwamba timu pamoja na kwamba imepata ushindi, mwalimu kaiongoza timu kwenye mechi 6 za kimashindano, amesare moja, amepoteza mchezo mmoja, ameshinda michezo 4. Hata kwenye hiyo michezo 4 ambayo ameshinda, bado watu hawakuridhishwa na performance ya timu namna ambavyo imekuwa. Kwa hiyo kwa uongozi wa Yanga walichoamua ni kujaribu kukiepuka kile kikombe kilichokuta msimu uliopita. Wakati wanachana na mwalimu Miguel Gamondi, tayari klabu ilikuwa imeshafuzu hatua ya makundi. Akaja mwalimu Sidi Ramovic, anakuja kuanza mechi ya kwanza dhidi ya Al Hilal Omdurman, anapoteza. Mechi ya pili pia anapoteza. Kwa nini? Kwa sababu walimleta mwalimu katikati ya mashindano. Kwa hiyo walichofanya Yanga ni kuamua kujaribu kujiondoa kwenye kile kilichowakuta msimu uliopita, kwa maana wanaamini wakipata mwalimu ambaye anaweza akaichukua timu kwa muda huu, basi itakuwa ni rahisi kwa yeye kuweza kutrain timu wakaenda kwenye hatua ya group stage. Swali la kama ni wakati sahihi ama sio wakati sahihi kumuondoa mwalimu Romain Folz, mimi naamini haukuwa wakati sahihi, kwa sababu yes, watu watazungumza timu ilikuwa icheze vizuri, timu ilikuwa haifanyi hivi, lakini kwenye mechi 6 mwalimu amepata sare mchezo mmoja, mwalimu amepoteza mchezo mmoja, ameshinda michezo 4. Kwa mimi naamini bado yeye alikuwa ni miongoni mwa walimu wazuri ambao tukirudi kwenye takwimu bado timu ilikuwa inaonekana inacheza vizuri. Lakini huko wenyewe viongozi wanaangalia maendeleo ya klabu, labda waliona hawezi kuwafikisha pale sehemu ambao wao walikuwa wanahitaji. Kitu tunachojaribu tu kujiuliza, what if Yanga angekuwa ameshinda goli 2 ama goli 3 kule Malawi? Tungeona thank you ya kocha Romain Folz, au ama amefukuzwa kwa sababu baada ya kuwa amepoteza mchezo mmoja? Hii ni kitu ambacho najitahidi sana kujiuliza. Lakini kuna sehemu ambayo watu wanatakiwa waizingatie. Mara nyingi tunafukuza makocha kwenye hivi vilabu hasa vya Simba na Yanga kwa pressure kutoka kwa mashabiki, bila kutambua wao wenyewe walikuwa wanahitaji nini. Kwa sababu hauwezi kuenda kumfukuza mwalimu, timu imepoteza mchezo mmoja na watu walishalalamika kwamba hawamtaki mwalimu. Lakini kitu ambacho viongozi pia wanazingatia ni kwenye mpira wetu, shabiki ndo mtu wa mwisho, yani ndio mteja wa hiyo biashara ya mpira. Kwa maana ya yeye ndo atalipa gate collection, yeye ndo atanunua jezi, yeye ndo atalipa kadi ya wanachama, yeye ndo ataenda kulipia visimbuzi vya kampuni zinazoonyesha mechi zenu ili aweze kuangalia, kampuni ambazo nyinyi mmeingia nazo mkataba. Kwa hiyo walichojaribu kuangalia uongozi wa Dar es Salaam Young Africans
ni namna ya kuwaheshimu mashabiki pamoja na wanachama na wapenzi wa klabu yao, kwa maana hawa ndio watu ambao wana mchango kiasi kikubwa kwenye uendeshaji wa hiyo taasisi. Leo hii Yanga wametangaza viingilio vya mechi yao dhidi ya Silver Strikers siku ya Jumamosi shilingi 5,000. Hiyo 5,000 anayekuja kuitoa ni shabiki ama mwanachama wa klabu, ndio ana nafasi kubwa ya kutoa iko kiasi cha fedha kuja kuangalia mchezo na wengi ni hao ambao wanalipa kiasi kidogo. Kwa ukijaribu kunote hapo utaona inawezekana kweli mwalimu Romain Folz alikuwa ni mwalimu sahihi kuendelea kubaki Yanga, lakini wameangalia pia faida ya kibiashara zaidi, klabu namna ambavyo itaweza kugain mapato. Ukitaka kujua hilo, hivi vilabu vinaingiza sana mapato kipindi ambacho vinafanya vizuri. Watu watanunua sana jezi, watu wataingia sana uwanjani, watu watalipia sana kadi za wanachama, watu yani kila namna ya biashara, mbinu ya biashara ambayo utafanya ili klabu iweze kunufaika, watu watakuwa wanaitikia kwa sababu timu inafanya vizuri. Lakini ni kawaida kuona hizi timu hazifanyi vizuri ama hazipati mapato makubwa kipindi ambacho zinafanya vibaya. Watu hawaende sana kuitazama mechi zao, watu hawanunui jezi kwa kiasi kikubwa. Idadi ya watu wanachama kuchangia kadi pia inapungua kwa sababu kunakuwa na ile hali ya kutokuwa na furaha. Kwa hiyo kwangu mimi I think uongozi umefanya maamuzi sahihi kwa kuzingatia vitu vingine tofauti na vile ambavyo wengi wanajaribu kuviangalia katika eneo la pitch. Kwanza tufahamu kwamba kocha Patrick anavyo vigezo vya kuwa kocha mkuu. Hilo ni swala la kwanza. Lakini pia tukumbuke Yanga kwa misimu hii minne ambao wamefanya vizuri hawajawahi kukwama eneo la walimu, kwa maana mwalimu anayetoka wakimleta mwalimu mwingine anaweza kuwaendeleza kwenye mazuri ambayo yalikuwa yameshaanzwa na mwalimu aliyepita. Rejelea anatoka Nasreddin Nabi, anakuja Miguel Gamond, bado timu ilifanya vizuri sana kwa ndani. Ametoka mwalimu Miguel Gamond, ameletwa Sidi Ramovic, kwenye ligi ya ndani alikuwa anafanya vizuri sana. Kaondoka yeye mwalimu Milud Hamdi, paka amekuja amechukua ubingwa wa FA, amechukua ubingwa wa ligi. Kwa hiyo sidhani kama inaweza kuwa ni sehemu ambayo viongozi wa Yanga inaweza ikawa inawatatiza sana. Issue yangu kubwa ama sehemu ambayo naweza nikapata na wasiwasi ni namna ambavyo timu itaenda kucheza kwenye mechi za CAF kipindi ambacho umebadilisha mwalimu. Kwa sababu unajua kubadilisha mwalimu inaweza ikawa na faida na hasara. Faida zake ni kwanza, kila mchezaji anaamini ana nafasi ya kuonyesha kile alichokuwa nacho kwa mwalimu mpya ili aweze kumshawishi. Kwa hiyo timu itakuwa inacheza kwa morali. Hata kwa wale ambao watakuwa wamepata nafasi kwenye kikosi, wanahitaji kumuonesha mwalimu kwamba hii nafasi ulionipa haukukosea, ulinipa mtu sahihi. Kwa ndio maana mara nyingi timu zinapobadili walimu huwa zinafanya vizuri kwenye zile mechi za mwanzo. Lakini timu inaenda kwenye mechi za klabu bingwa barani Afrika, tunaamini unaenda kukutana na mechi ambazo ni ngumu kwa sababu zinahitaji upate ushindi ili uendelee kujihakikishia kwenda hatua inayofuata ama ujiweke hatua kwenye hatua nzuri kama kwenye mechi za hatua ya makundi. Kwa hiyo nadhani kwa ndani siwezi kuwa na wasiwasi wote. Hata wakiamua kuendelea na mwalimu Patrick Mabedi, bado Yanga utaona wakiwa wapo kwenye mbio za ubingwa. Lakini kwenye mechi za kimataifa, kwa maana klabu bingwa barani Afrika, huko ndio sehemu ambao wanaweza wakaenda kukutana na ugumu wa namna yake. Kuingiza mwalimu katikati ya msimu, kwa sababu tunaelekea mwezi Novemba na Disemba, hapa dirisha dogo linaenda kufunguliwa. Itategemea mwalimu atakayeingia ataweza kumatch namna gani na hao wachezaji. Kuna walimu hawabadili vitu vingi sana, wanakuja kuvitumia vile vile kama timu ilivyokuwa, wanaongeza vitu vidogo vidogo wakati wanataka kufanya improvement ya kuingiza falsafa zao, na kuna walimu huwa wanahitaji kuingiza falsafa zao moja kwa moja. Sasa ukipata mwalimu ambaye anahitaji kuingiza falsafa yake moja kwa moja, hapa ndo timu inapo struggle. Lakini ukipata mwalimu ambaye anaadi vitu kwanza kwa wachezaji wakati anataka kuingiza falsafa yake, hii inaweza kunufaisha. Kwa hiyo sidhani kama inaweza kuwa ni engo ngumu kwa ligi ya ndani, lakini kwenye ligi ya nje tutarajia haitokuwa rahisi, kwa sababu ukiona timu tu imequalify kufika group stage, jua tayari kuna miba nyingi sana walikuwa wamezuziruka huko katikati mpaka wanakuja kufika hatua ya makundi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.